Kuna nyakati ambapo maisha ya mwanadamu hubadilika ndani ya sekunde chache tu na kuacha majeraha makubwa yasiyoweza kupona moyoni. Siku chache zilizopita, nchi ya Venezuela imekumbwa na maafa makubwa baada ya ardhi kupasuka na kutetemeka mara mbili mfululizo tarehe 24 Juni 2026. Ndani ya sekunde 90 tu mambo yaligeuka. Nyumba imara ziligeuka kuwa vifusi vya saruji, na sauti za kicheko za watoto na familia zilizokuwa zikila chakula cha jioni zikatoweka ghafla chini ya giza nene la vumbi na vilio vya dharura. Miji mikubwa kama Caracas na La Guaira hivi sasa imegeuka kwa magofu na vumbi tupu. Video zilizosambaa duniani kote zinaonyesha picha za kusikitisha, watoto wakilia huku wakiwa wamefunikwa na vumbi, na wazazi waliopoteza matumaini wakitafuta watoto wao waliomezwa chini ya mawe. Zaidi ya familia 3,000 hazina tena mahali pa kuishi. Wananchi wanapitia changamoto nzito, wanalala nje kwenye barabara za baridi, kukiwa hakuna umeme, chakula wala maji safi ya kunywa. Kitu kinachouma zaidi ni kuona akina mama wakichimba vifusi kwa mikono yao mitupu, wakisali kupata japo miili ya wapenda wao ili waweze kuzikwa kwa heshima. Hadi sasa taarifa rasmi kutoka nchini humo zinasikitisha mno. Zaidi ya watu 1400 wamethibitishwa kufariki dunia na maelfu wengine wako hospitalini wakiwa wamejeruhiwa vikali mno. Serikali ya Venezuela imekiri kuwa huu ni mtihani mzito zaidi kuwahi kutokea nchini mwao. Hospitali zimezidiwa nguvu na dawa zimeisha, lakini rais wa nchi hiyo ameweka vikosi vyote vya uokoaji barabarani ili kupambana usiku na mchana kuokoa maisha ya watu ambao bado wanapumua chini ya ardhi. Katika giza hili la huzuni, upendo wa kibinadamu umeng'ara duniani kote. Mataifa 27 yameguswa na wametuma timu maalum za uokoaji, zikiwemo nchi za Marekani, Ujerumani, Ufaransa. Ndege za misaada zimeanza kutua zikiwa na madaktari, vyakula, mablanketi na dawa za dharura kusaidia watoto na akina mama waliokwama na kupoteza kila kitu. Mashirika ya kimataifa kama Umoja wa Mataifa yamefungua mifuko ya dharura ya kukusanya mabilioni ya fedha kuhakikisha wanasaidia wananchi hao waliopoteza kila kitu ndani ya sekunde chache. Wakati nchi ya Venezuela ikiingia kwenye siku za maombolezo na bendera zikipepea nusu mlingoti, tukio hili limebaki kuwa ukumbusho mkubwa wa udhaifu wa mwanadamu mbele ya nguvu za asili. Majengo na barabara zinazobomoka zinaweza kujengwa upya kwa pesa, lakini maisha ya maelfu ya watu waliopoteza yamebaki kuwa jeraha, kovu na simanzi kubwa ya kizazi hiki. Kutoka chumba cha habari za majonzi ya kimataifa, mimi ni Beatus Emmanuel.